Mwangos Nemani Gambange CM Music. Hili nalo litapita, hili nalo litapita, hilo nalo jambo litapita, hilo nalo jambo litapita. Tumtende Mungu bila kukoma, maana siku zetu zimekwisha. Tumwombe Mungu bila kukoma, maana siku zetu zimekwisha. Ndugu zangu, msife moyo. Ndugu zangu, msikate tamaa. Najua mwapitia tabu nyingi, najua mnalia machozi mengi, lakini yupo Mungu Baba wa yatima, lakini yupo Mungu mume wa wajane. Napiga magoti na kuomba Mungu, napaza sauti na kuomba Yesu, nipe kibali cha kusaidia wasiojiweza na yatima, waliofungwa wafunguliwe, walioibiwa warejeshewe. Ee Mungu wangu, nitie nguvu Baba. Ee Bwana Yesu, nitangulie. Hili nalo litapita, hili nalo litapita, hilo nalo jambo litapita, hilo nalo jambo litapita. Tumtende Mungu bila kukoma, maana siku zetu zimekwisha. Tumwombe Mungu bila kukoma, maana siku zetu zimekwisha. Kitafakari siku yangu mi kulala mauti kaburini, ni jambo gani jema nililofanya mbele za Mungu wa mbinguni, ambalo litafanya nisamehewe. Napiga magoti na kuomba Mungu, napaza sauti na kuomba Mungu, unirehemu makosa yangu, unisamehe makosa yangu, maana ninajua yote yatapita, maana ninajua yote yatapita, mitindo ya ulimwengu itapita.
kuimba jikoni, lakini ujue ya kwamba ipo siku moja ambayo utamtolea Mungu hesabu. Biblia inasema katika Luka sura ile ya 16 mstari wa 19, palikuwa na mtu mmoja aitwaye Lazaro, naye alikuwa anaishi nyumbani kwa tajiri, akisubiri kula makombo yanayodondoka toka mezani kwa tajiri. Lakini Biblia inasema Lazaro alipokufa akapokelewa na malaika, akapelekwa kifuani mwa Ibrahimu. Lakini yule tajiri naye baadaye akafa. Alipokufa akaelekea kuzimu, naye akajikuta yuko ndani ya moto mkali. Yule tajiri akawa na kiu sana ya maji. Ghafla kwa mbali akamwona Lazaro akiwa kifuani mwa Ibrahimu, naye yule tajiri akamwita Ibrahimu, akamwambia ya kwamba naomba umtume Lazaro akachovya kidole chake kwenye maji, alafu aje anitilie tone moja tu, ili kiu changu kipate kutulia. Lakini Ibrahimu akamwambia ya kwamba huko mliko na huku tuliko tumetenganishwa na ukuta katikati. Kwa hiyo angalia sana mali zako zinawanufaisha vipi maskini, zinawanufaisha vipi yatima na wajane, maana ndio ibada ambayo tumeamuliwa na Mungu. Hiyo ndio ibada iliyo njema. Amen. Barikiwa sana watu wa Mungu popote pale mlipo.